Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ndugu zangu Waislamu, leo tunapenda kukumbushana katika mambo yanayohusu dini yetu ya Kiislamu, dini tukufu, lakini masala haya yanaweza kumfaa ambaye hata kama sio Muislamu. Tunachotaka kujikumbusha kwa muda huu ni namna ya kumtibu al-ilaju al-islami linushuzi zauja, namna ya kumtia mati, yani kutibu kwa Kiislamu katika kutibu uovu wa mwanamke. Mwanamke akiwa muovu, kuna namna ya kuweza kumrudisha kutoka katika uovu ule, na hii ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametufundisha katika Qur'an tukufu: wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadhribuhunna. Mwenyezi Mungu ndio aloanza namna ya kuweza kumtibia mwanamke mwovu na kumrejesha katika hali ya kawaida. Wanazuoni wakazungumzia haya kwamba je, ni upi utaratibu wa kwanza kumkanya au kumkataza mwanamke mwovu? Wanazuoni wengi wakakubaliana kufata utaratibu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka katika aya hii. Wale wanawake ambao mnaogopea nushuza hunna uovu wao, au nushuza wanazuoni wengine wakitafsiri kwa maana ya maasiya, ambao mnaogopea uasi wao au maasiya yao, basi faidhuhunna, waonyeni. Alwa'dhu bimaana khawifuhunna, waogopesheni, watishieni. Khawifuhunna, sawa, watishieni fi iqabillah, katika adhabu za Mwenyezi Mungu. Waambieni kwamba kule kuendelea kwako kuniasi au kumwasi mume, unakuwa unaingia katika adhabu na katika makasiriko ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu aloweka huo mfumo wa ndoa na kuoana na wewe kuwa chini ya mwanaume ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio aloweka ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Katika wadhi yamewekwa masharti mengi, lakini tutosheke na machache. Miongoni mwa wadhi ni kujitahidi wewe kama mwanaume kumuhusia katika maneno ambayo ni mazuri, kama alivyosema kama wanavyohusia Mtume wetu Muhammad, al-kalimatu tayyiba as-sadaqa. Huo ndo wadhi. Kipengele cha pili sasa, baada ya kumuonya bado hajasikia, katika kumuonya, kumkataza kwa maneno, unaingia katika kipengele cha pili, wahjuruhunna fil madaji. Wahameni hawa wanawake katika nini? Katika matandiko. Na katika kuhama katika matandiko, wanazuoni wakaweka muda. Miongoni mwa maimamu watukufu kama kina Imamu Shafi, wakaweka muda wa kumhama mke usizidi mwezi mmoja. Sawa, usizidi mwezi mmoja katika kumhama mwanamke. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.